Habari wapendwa, natumaini wazima na kila mmoja amekuwa akipambana ili kuhakikisha afya yake inakuwa salama wakati wote. Na lengo ni kuendeleza madarasa yetu ikiwa darasa la 22 pamoja kufuatia darasa la 21, 22, 20 na 19 mpaka la kwanza. Ni basi muendelezo madarasa 100 au series za madarasa 100, na kama unaangalia darasa hili basi ufahamu kuwa kuna madarasa 99 ambayo yanakusubiri na kuweza kufuatilia na kuweza kujifunza zaidi. Lengo masogano yanatoka madarasa 100 kwa wakati mmoja, nikiwa nasherehekea siku yangu ya happy birthday ambayo ni tarehe 28 mwezi wa 12 2025. Naomba wote tuungane pamoja kuweza kusherehekea mimi kukopa zawadi nyinyi ya video 100 ambayo sana hezi, lakini wewe pia unaweza kunipa mimi zawadi ya kuweza kusubscribe, kulike na kushare, mradi watu wengi waweze kufikia madarasa hayo maarifa haya na kuweza kuwa salama kabisa. Miongoni mwa swali ambalo nikutana nalo hususan pale ambapo tunafundisha grupu langu la siri jifiche katika hedhi ni swali hili hapa. Yaani, kwa nini wanawake wengi wamekuwa wakiumwa matiti baada siku chache kabla ya kwenda hedhi? Na hiyo inaweza kutokea wiki moja kabla au wiki mbili kabla. Leo sasa naenda kukupa jibu kwa sababu gani wanawake wengi wamekuwa wakiumwa matiti siku moja kabla au wiki mbili kabla. Anasema kwa nini kabla ya hedhi wanawake wengi wamekuwa wakiumwa matiti au matiti yao yanakuwa mazito kabisa. Sasa kuna sababu kama 3 ambazo zinaonyesha kwa sababu gani huwa matiti yanauma wakati wa hedhi, au kwa sababu gani wanawake wengi wamekuwa wakilalamika matiti kuuma wakati wa hedhi. Kwanza kabisa ni tatizo la homoni, ambapo mara nyingi ni homoni ya estrogen na progesterone ambayo hupanda wakati ambapo mwanamke anaelekea katika hedhi. Hii itakapopanda basi inasababisha maziwa kuuma. Sasa mwingine atajiuliza, sawa, ni homoni ambayo inasababisha hayo yote, je, inakuaje? Hii hapa estrogen itakapopanda huwa inadili au inakwenda kudili na mirija ambayo inahusika na kupitisha maziwa. Kwa maana yake inapodili nayo inafanyaje kazi? Inaenda kuitanua, inakuwa mikubwa na kuruhusu zile tishu kuweza kukua zaidi. Lakini ipo progesterone inapofanya kazi yenyewe inaenda kudili na gland ambazo zinadili na uzalishaji wa maziwa. Kinachotokea zinavimba na zenyewe zinakuwa kubwa. Kwa hiyo ukubwa wake ukutanuka kwa hapa, lakini hapa na gland zifanye kuwa kubwa au kuwa ngumu kabisa. Kwa maana mwanamke anahisi maumivu na kupelekea, kwa sababu ni tishu zimekuwa ambazo sio hali ya kawaida hapa, alafu imekuwa ghafla zaidi. Kwa hiyo mwanamke atahisi maumivu wakati huu. Lakini pia maji hukusanyika kwa sababu tayari zisharuhusu space na maji yanaweza kukusanyika hii sehemu ya ziwa, na mwanamke atahisi maziwa yake yamekuwa makubwa au yamekuwa mazito zaidi. Lakini matiti huwa sehemu nyeti zaidi. Ndio maana mguso wowote au maumivu yoyote au kuguswa na nguo au mgusano kidogo na mtu au yeye mwenyewe akilala, unajihisi maumivu makali sana, na hususan eneo la mwisho au eneo katikati ya chuchu au eneo la mwisho ambapo inaelekea katika mbavu au katika kwapa. Kwa hiyo ni sehemu ambayo iko sensitive sana kwa wanawake wengi. Wakiguswa au hata nguo ikiwa inashika basi anahisi maumivu kabisa. Lakini maumivu hupungua baada ya hedhi. Yaani maana yake mwanamke ambapo anatokea na hii hali huwa baada ya hedhi au atakapoanza hedhi huwa inaenda naisha kidogo kidogo, na atakapomaliza basi na yenyewe atakuwa ameisha. Lakini ratiba ya maumivu, tunaposema ratiba ya maumivu inatokeaje? Yaani yenyewe huwa inaanza wiki moja kabla au wiki mbili kabla, na mwisho wa siku baada ya kuanza hedhi huwa inaisha kabisa. Kwa hiyo ni mambo ambayo mwanamke anapaswa kuzingatia kwamba hivi vitu ni vya kawaida kabisa na wala usishtuke. Sasa namna ya kuepukika au namna ya kuweza kudili na hii hali, ikiwa wewe bado unapitia changamoto au na rafiki yako ambaye anapitia changamoto au na ndugu yako na mwanao au na mwenza wako ambaye anapitia changamoto ya kuvimba kwa matiti siku moja kabla au wiki mbili kabla au wiki moja kabla, hakikisha anavaa sidiria ambayo itambana na matiti yake hawezi kutikisika au kucheza, na hawezi kugusa. Kama atagusa basi kunakuwa na urahisi au itakuwa imerahisisha maumivu. Ni sidiria gani hizo ambazo anashauriwa kuvaa? Ni zile ambazo anavaga wale wacheza mpira wale au wanariadha wale wanaokimbia au wana michezo, zile ambazo zinabana kabisa. Hizo ndio sidiria ambazo anapaswa kutumia mwanamke ambaye ana changamoto ya kuweza kuvimba na matiti kuwa makubwa. Mguso wowote au touch yoyote huwa anahisi maumivu. Lakini kwa sababu ni mlundikano wa maji, huyu mwanamke hapaswi kutumia maji. Ni ushauri ule ambao anapewa watu wenye pressure na matatizo ya miguu kuvimba maji au uso kuvimba maji, basi ni hiyo ambao pia tutadili mwanamke ambaye ana changamoto ya hedhi, ambaye naye hapaswi kutumia chumvi kwa wingi, au anapaswa kupunguza kiwango cha chumvi ambacho siku hizo chache ambazo atakuwa katika kipindi cha kuvimba au matiti kuwa mazito. Lakini mwisho wa siku na hatua ya mwisho ambayo itakuwa rahisi kwake na kuweza kuifanyia kazi ni hali ya kukanda, ambayo atachukua kitambaa na maji ya vuguvugu atakuwa anajichua
au mfano kujikanda, hii inaweza ikaondoa hali ya maumivu ambayo anayo. Kwa namna ambavyo inatokea katika mwili ni ishara ya mabadiliko, sio ugonjwa. Maana ni hatua moja hapo kuelekea stage nyingine ya mzunguko wako. Kwa hiyo utakapoona hii usishtuke na wala usitilie mashaka. Kikubwa zingatia vazi dilia ambayo itakuwa rafiki, lakini pia hakikisha hautumii chumvi, lakini kukanda au kuwa katika mazingira ya usalama kabisa. Hiyo yote itasaidia nini? Hiyo yote itasaidia wewe mwanamke, wewe ambaye ni msichana, ambaye ni binti, kuhakikisha unakuwa salama, lakini kuonyesha kwamba mwili wako uko salama au mwili wako una afya katika sehemu ya uzazi na homoni. Asanteni, mpaka wakati mwingine. Usisahau kulike, kushare na kusubscribe ili kupata maarifa mengi zaidi. Ikiwa darasa 22, tuna madarasa mengi zaidi ya msingi au mengi zaidi ya msingi na tuweze kukupa manufaa moja kwa moja. Mpaka wakati mwingine.